Hili taifa la Tanzania lina siri kubwa sana katika ulimwengu wa roho, ambapo wacha Mungu hawajui. Ndio maana Mungu anawakasirikia sana wacha Mungu, kwa sababu wao ndo wenye dhamana ya kulisimamisha kusudi la Mungu kwenye taifa, wakiandama ile madhabahu. Ndio maana tupo kwenye siku 40 za ujenzi wa madhabahu ya Mungu. Je, unaijua madhabahu ya Mungu iko wapi ili uielekee, ambayo Mungu ameisimamisha kwenye majira na nyakati? Unaijua iko wapi madhabahu ya Mungu ili wewe uiendee? Usifikiri kila madhabahu inayotaja jina la Mungu, usifikiri ni madhabahu ya Mungu. Ni mpaka uwe umefunuliwa, ni mpaka uwe umefunuliwa. Na sio watu wengi wanajua kupiga magoti na kumuuliza Bwana kwamba Bwana, hivi majira haya na nyakati hizi ni madhabahu ipi ambayo wewe ni jicho lako duniani na katika taifa, ili tuiendee, ili kutengeneza umoja wa roho na kufanya matengenezo na kuzihuzulisha sadaka, ili kulisimamisha kusudi na mapenzi yako. Akina nani wanaomba hivyo? Akina nani wanaomba hivyo? Wewe usione tu unaenda kuabudu unarudi unafikiri na Mungu naye yuko hivyo. Tofauti sana. Wakati ule na shikamana na utumishi huu na madhabahu hii ya uamsho na matengenezo ambayo mtumishi wa Mungu Nabii Tengu anasimama nayo. Siku ya kwanza nasikiliza, mtumishi wa Mungu alikuwa kwenye kazi nzito ya kuvunja madhabahu ambazo zimesimama katika hili taifa. Hili taifa lina madhabahu. Unaposikia mkoa kama Dar es Salaam kuna madhabahu za giza ziko kule maeneo ya Ununio. Ukija mkoa wa Dodoma kuna madhabahu. Ukija mkoa wa Mwanza kuna madhabahu Ziwa Victoria. Ukienda kule Iringa mpaka Mbeya kuna madhabahu. Ukienda kule kaskazini Moshi huko Arusha kuna madhabahu. Na ndio maana makabila fulani ya upande wa kaskazini ikifika mwezi wa 12 watu wote walioko kwenye mikoa mingine wanarudi makwao. Mikoa ya Kilimanjaro wanarudi, kuna mambo wanaenda kuyafanya. Na watu hawa haimaanishi waingii makanisani, wanaingia, lakini kuna madhabahu zinazowaamulia maisha yao. Wanazitolea sadaka na wanazitolea kafara, wanaziwisha kila mwaka. Unataka kusemaje? Ulimwengu wa roho una siri kubwa sana, una siri kubwa na una siri zito. Kwa hiyo taifa hili ziko madhabahu za giza zinazoamrisha maisha ya watu, zinazoamrisha maisha ya viongozi. Ziko madhabahu. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu alikuwa na roteti kuziweza kushughulikia hizo madhabahu. Lakini pamoja na hizo madhabahu, hili taifa pia lina malango ya kiroho ambayo Mungu ananyunyiza neema ili taifa lipate kuwa na mstakabali, lipate kusimama, liweze kuwa na stabilizer katika ulimwengu wa roho. Wewe usione tu unavyoishi hivyo unafikiri na Mungu naye yuko hivyo. Tofauti sana. Hili taifa lina malango 7 ya kiroho ambayo hata wakati ule mtumishi wa Mungu Moses Kulola alikuwa anasimama nayo. Lina malango 7 katika ulimwengu wa kiroho, na haya malango yakikorofishwa taifa linayumba. Haya malango yakikorofishwa hata ibada za watu wa Mungu zinakuwa hazina maana. Sasa ni mpaka wewe umepata ufunuo, umejua ni madhabahu ipi inayosimama na taifa katika ulimwengu wa roho na kusababisha neema ya Mungu na kusudi la Mungu lipate kusimama. Unapoona Dar es Salaam pia ni lango kwenye yale malango 7 ya nchi. Dodoma ni lango, ndio makao makuu ya nchi. Dar es Salaam limeshika pamoja na malango yanayoenda mpaka nchi za nje. Mbeya ni lango. Mwanza ni lango la kiroho. Geita ni lango, kumbuka kuna madini pale. Arusha ni lango la utalii. Mara ni lango.
Kwa hiyo tunapokuwa tunasimama namna hii, tunajua kwenye ulimwengu wa roho kuna vitu gani vipo na kuna mambo gani yanafanyika, tunajua. Wakati ule nimesikia habari hizi, na mimi nikasema, Bwana kanitaharakisha ndani yao, akaniambia usiombee tena habari za mambo yako, simama na taifa, kwa sababu katika ulimwengu wa roho mtu ni taifa. Unapomsikia Esther ni taifa, unapomsikia Musa ni taifa unapomsikia Yoshua ni taifa. Kwenye maandiko kila mtu ambaye Mungu alimuinua alimsimamisha kwa ajili ya taifa. Maana katika ulimwengu wa roho mtu ni taifa. Petro ni taifa, Paulo ni taifa. Walisimama kwa ajili ya taifa la Mungu, walisimama kuhakikisha makusudi ya Mungu yanawafikia watu. Kwa lazima iwepo na madhabahu ili watu wapate kuiendea. Sio kila madhabahu ya kuiendea, na sio kila madhabahu inasimama kwa ajili ya taifa. Iko madhabahu maalum inayosimama kwa ajili ya taifa. Mungu anapokuwa anaangalia duniani, anaiangalia madhabahu na anapokuwa anakasirika, manake kuna madhabahu zingine zimesimamishwa, yeye anakuwa hana heshima. Unataka kusemaje? Haya malango ndio yanayoamua kuhusu taifa liendeje. Ni siri ya ajabu sana. Siri ya Bwana ikwao wamchao. Hasa wamchao sio hao wanaoenda kanisani. Usifikiri watu wanaenda kanisani na kuabudu ndio wanamcha. Sio hivyo. Wamchao wapi? Katika roho na katika kweli. Wamchao wapi? Katika roho na katika kweli. Wamchao moyoni. Watu kama kina Esther wamchao moyoni, kama kina Yoshua na kina Kalebu wamchao moyoni. Moyoni mwako wewe kukoje? Empima hali yako ya moyo na ibada zako kukoje? Je, unasikia hali ya kutetemeka au unaona kuna ukame? Unasikia hali ya kuogopa au unasikia ukame tu? Jesus. Tusiposimama na taifa letu, hakuna mtu mwingine wa kuja kusimama. Angalia kitabu kile cha Warumi. Kitabu kile cha Warumi sura ya 13. Sura ya 13. Kitabu kile cha Warumi. Sikiliza. Mungu ni roho, na yeye ndiye anayeshika mustakabali wa maisha yetu. Usiende tu bila kuhakiki ndani yako, Mungu yupo nami. Usinyanyue tu mguu bila kuhakiki ndani. Kwa wacha Mungu ndo wenye dhamana ya kusimama na taifa lao. Wacha Mungu. Mungu anapoliangalia taifa, anaangalia watu wake. Sio habari za government. Anaangalia wamchao. Ndio maana wakati ule wa Esther, taifa la Israeli lilipokuwa liko chini ya ule utawala wa yule mfalme Ahasuero, wivu wa Mungu ukawaka ndani ya Mordekai. Mordekai akamwambia Esther, sikiliza, simama wewe. Usiposimama wewe, hakuna wokovu katika taifa la Israeli nyakati hizi. Tayari Hamani ameshatutengenezea mauti. Usiposimama wewe wakati kama huu na majira kama haya, hakuna wokovu. Ila Mungu aweza kuleta wokovu kwa njia nyingine kama wewe ukigoma. Na mimi nakwambia hivi, wewe ukigoma, Mungu anaweza kufanya kwa njia nyingine, lakini wewe na nyumba ya baba yako na nyumba yako mtaangamizwa. Ndivyo mtakavyoangamizwa. Wewe usipogeuka na kutengeneza kwa ajili yako na taifa lako, hautabaki salama, sema Bwana. Hautabaki salama. Maandiko yanasema hivi, kila mtu na aitii mamlaka iliyo kuu, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, na ile iliyopo umeamliwa na Mungu. Hapa Mungu anataka kuonyesha kwamba kila mamlaka iliyopo kwenye nchi, yeye ndiye ameruhusu iwepo.
Kwa hiyo habari za ile mamlaka kufanya vema ni habari ya wachamungu, ni habari ya wachamungu. Wachamungu ndo wanaoamua taifa liendeje. Wachamungu ndo wanaoamua hali za kiroho za watu ziendeje. Wachamungu ndo wanaoamua uchumi uendeje. Wachamungu ndo wanaoamua. Wachamungu, sikwambii washirika wanaoenda kanisani, na kuambia wachamungu wamchao Mungu wao moyoni. Wachamungu ndo wanaoamua, wanaojua hivi tumepewa serikali, tunapaswa kusimama nayo kwa jinsi ya roho, maana yako malango ya kiroho yanayoamua. Kwa hiyo sisi tusiposimama sawasawa, hakuna mahali tunakwenda, hakuna mahali tunakwenda. Na kutusimamisha sadaka zetu kwenye madhabahu ambayo Bwana ameliweka kusudi lake kwa ajili ya nyakati na majira, hakuna mahali tunakwenda, hakuna mahali tunakwenda, hakuna mahali tunakwenda. Hali yako, unaona nini ndani yako? Unaona nini mtu wa Mungu ndani yako? Unasikia nini ndani yako? Tusipokubali kumwangukia Bwana, tutaenda wapi? Tusipomsii Mungu aende nasi kama Musa alivyomsii kwamba uso wako usipokwenda na sisi usituchukue kutoka mahali hapa. Akamsia akasema, Bwana wangu, ikiwa nimepata neema, ikiwa nimepata kibali machoni pako, nenda tu nami. Kama uendi na mimi, sitoki hapa, siwezi kuondoka.